toka mwishoni mwa mwezi Disemba, maswali yalikuwa ni mengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Brown yuko wapi? Baluza umekwenda wapi? Hata picha zako ambazo unaposti, achilia ule ujumbe unaoandika, ila kuna maoni yalikuwa yanasema Brown umeenda wapi, hatukuoni. Lakini mwisho wa siku mnyama umetambulishwa usafini. Young Simba. Simba Dangote. Bwana, kwanza nataka nifahamu, sababu wewe ni mtu ambaye umeanzia nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Siku ambayo umepokea simu kutoka usafini, ile hali upo huko nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Hali ile ya kwanza iliyokujia ilikuwa vipi? Haikuwa hali ambayo naweza kuielezea kwa wakati huu, ila ilikuwa ni hali ambayo itabaki katika kumbukumbu zangu kwa maisha yangu yote, kwa sababu mimi nilipigiwa simu ili hali nilikuwa tayari nimeshapewa taarifa kwamba nitapigiwa simu, na aliyekuwa amenipa taarifa ni mtu ambaye alikuwa amepigiwa awali akipewa taarifa kwamba mimi natafutwa, kwamba mimi wananitafuta. Na wakati nimepigiwa simu, nilipigiwa simu kwanza nikiwa kazini, naendelea na kazi zangu. Baadaye nikairudia ile simu. Nilivyoirudia ile simu, kapiga, sauti iliyoongea ni sauti ambayo niliitambua kwamba ndo yule niliambiwa atanipigia simu. Nadhani sasa ndio amenipigia simu. Kwa hiyo ilikuwa hali fulani ambayo haitosahaulika, lakini siwezi kuisimulia. Unajua, unapokuwa huku, ile umepokea simu, umepigiwa, unaweza kaanza kupewa ahadi 1 2 3. Baada ya ile simu kukata, ukaanza kujifeel kwamba umeshaondoka wakati ile hali bado hujaondoka, ama la? Kwa kweli nilikuwa ni mtu mwenye furaha na mshangao mkubwa. Pale tayari mimi nikawa nimeshajipa nimeshajivisha mavazi ya usafiri. Yani pale nikaanza kujiona mimi sasa ni msafi. Pale tu, kabla hata hatujazungumza yote, lakini niliambiwa kwamba nahitajika kwa ajili ya mazungumzo. Mara baada ya ile simu kukatwa, pale mimi nilianza kujihisi msafi. Bila shaka una mapenzi na Wasafi. Kwa kijana yoyote mwenye ndoto ana mapenzi na Wasafi. Halikadhalika na mimi pia nilikuwa ni mmoja kati ya watu ambao na mapenzi na Wasafi. Kwenye story 1 2 3 ambazo mimi na wewe tushaikaa kupiga, ushai kusema unafanya uandishi si kwamba upate pesa, ila unataka uache legacy. Kwa hiyo ile simu ulivyopigiwa, uliangalia maslahi ama fursa ile ambayo inapatikana? Sikufikiri pesa. Ila nilifikiri ile nafasi. Yani kitendo cha mimi kujua hawa jamaa wameniona, hawa jamaa wamenijadili mpaka wamefikia hatua ya kunipigia simu, pale nikasema sasa nimefanikiwa. Yani pale nilijiona nimefanikiwa katika kiwango ambacho nilikuwa nategemea kwamba nitaweza kufika. Kwa hiyo pale nikajihisi tayari mimi nimeshafanikiwa. Kwa hiyo fedha sikufikiria, na mpaka leo bado fedha sijafikiria. Kuna kauli wewe unaitumia, unasema mafanikio si kile unachopata. Mafanikio ni sehemu ulipo. Hii kauli wewe unamaanisha nini kwa hii ambayo imekutokea wewe? Haukufikiria pesa, ulifikiria fursa ya kwenda usafiri. Fursa ya kwenda usafini ni mafanikio yangu ya 100%. Pesa ni mafanikio yangu ambayo yatafata mafanikio yangu ya kwanza. Yani mafanikio ya kwanza ni mafanikio ya kuyatafuta, mafanikio ya pili ni mafanikio ya kuja kwa maana ya matokeo. Kwa hiyo matokeo yanaweza yakawa vile unavyotegemea wewe au yasiwe vile ambavyo wewe unategemea. Kwa hiyo mafanikio yangu mimi tayari nishayapata. Live. Kuwa usafini mafanikio yangu kwa 100%. Kwa hiyo kama kuwepo usafini kwa mafanikio yangu 100% ambayo tayari nimesha yapata, fedha itakuwa ni matokeo. Kuwa live na Chip Dangote, Simba Platinum,
Simba la Masimba Dangote. Yani ile unakutana naye live kwa mara ya kwanza. Yani nataka nijue namna ambavyo ulikutana naye vile yani unajua wakati tulipokuwa kuna baadhi ya mazungumzo usema hujawahi kumuona Diamond Platnumz kabisa. Umekuwa ukimwona labda kwenye video zake, kwenye show zake ambazo mara nyingi labda unatazama kwenye mitandao ya kijamii. Umekutana naye face to face, ana kwa ana, na mmekaa kwenye meza ya mazungumzo. Hayo majadiliano yalikuwa ya namna gani? Mara ya kwanza wakati na muona Diamond, alikuwa ni yule Diamond wa 2009. Kabwana mdogo fulani. Nilimuona live kabisa. Mara ya pili namuona live ile huyu hapa tunazungumza 2025 kwa maana mwaka huu. Nilishtuka. Nilitetemeka. Sikuwa katika hali yangu ya kawaida. Sitaki kusema ni ushamba. Kukutana na kitu ambacho hukutarajia. Mimi wakati nakutana naye sikutarajia kama nitakutana naye kwa wakati huo. Kwa hiyo ilikuwa kama ni ghafla. Kwa hiyo ile hali lazima inikute kama kijana. Kigaziko kidogo. Kama ni binadamu aliyekamilika, lazima ukutwe na hali fulani ambayo sio ya kawaida. Nilikutana na hali ambayo sio ya kawaida, kwa hiyo nilishtuka, nilitetemeka, nilipata kiwewe kidogo. Ilinichukua muda kidogo mpaka narudi kwenye hali yangu. Ilinichukua muda, haikuwa rahisi kwa wakati ule. Ghafla hivi. Haikuwa rahisi. Kuna jambo moja ulinieleza kwamba ulipomaliza mazungumzo, akasema njoo hapa upige picha. Ukasema hapana. Picha yangu niliyopiga moyoni mwangu. Hii ilikuwa vipi ulimwambia hii kauli? Nisije nikamaliza utamu. Yes. Mara baada ya mazungumzo yetu tulihitaji kupiga picha, lakini mimi sikuona kama nahitaji tena kupiga picha wakati tayari nina picha yangu moyoni. Na pia jambo jingine ambalo lilikuwa nyuma yake ya mimi kutokuhitaji kupiga picha pale, japo ilihitajika tupige picha. Niliona yani bado sijafika katika hali ya mimi kuwa na utayari wa kupiga naye picha. Kasema huyu ngoja nijiandae kwanza. Niko usafiri, haraka ya nini? Sijajiandaa, siwezi kupiga picha nikiwa katika hali hii. Kwa hiyo nilihitaji pia muda wa kuweza kujiandaa. Kwa wakati ule nilijiona bado niache tu picha ya moyoni ambayo tayari nipo nayo. Kile ambacho umefanya huku Nyanda za Juu Kusini, kwenye game ya uandishi, na ulivyofika ukakaa na Diamond Platnumz kwenye meza ile ya mazungumzo, yeye anaiona vipi tasnia ya uandishi na maono yake unayaona, yani yanakwenda kuchagiza vipi hii tunasema tasnia yako ambayo wewe kwa huku tunasema una mashabiki kwa kiasi kikubwa, lakini kwa kule pia maono yale ambayo amekueleza ana kwa ana? Kuna baadhi ya vitu nilijifunza kupitia yeye, na nikamsoma kwa namna jinsi ambavyo anazungumza. Jamaa anapenda sana matokeo. Jamaa anapenda sana kitu kizuri. Ni mtu ambaye anatamani kila kitu kizuri kiwe upande wake. Umeona? Kwa hiyo na mimi baada ya kuona kwamba sasa nipo naye tunazungumza, nikajua mimi ni moja kati ya watu wanaofanya vitu vizuri, na ndio maana leo nimepata nafasi ya kuwepo hapa, na mimi nimpata nafasi ya kujadiliwa, kufuatiliwa na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo nilimuona ni mtu ambaye anapenda vitu vizuri, anapenda matokeo chanya kwa kila ambacho mtu anakifanya, na hayo matokeo chanya na hicho kitu kizuri ni mtu ambaye anatamani kiwe upande wake, kiwe sehemu yake. Ni kweli umezungumza kwamba Diamond anapenda vitu vizuri, lakini watu wengine wanaweza kusema tu bwana Brown ameenda usafiri kwa kucheka tu. Yaani mtu anaweza kaona kwamba kicheko ni kitu cha kawaida, lakini ukimwambia cheka wewe, anaweza asifike usafiri. Nataka nijue haya maudhui ya kucheka, yani wewe uliyabuni kwa namna gani mpaka yakakufikisha usafiri ana kwa ana na Diamond Platnumz? Kwa bahati nzuri mimi kwa namna jinsi ambavyo nimezungumza na wahusika wa Wasafi, Wasafi Media,
wao hawaonishi kama wamenihitaji mimi kwa sababu ya kucheka. Wao kuna kitu wamekiona kwangu kipo zaidi ya kucheka. Lakini pia kucheka ni sehemu ndogo sana ya kile ambacho sisi tunakifanya. Nasema sisi kwa sababu sikuwa peke yangu, mimi nilionekana na mwenzangu. Kwa hiyo kucheka ni sehemu ndogo sana ya vile ambavyo tulikuwa tunavifanya mpaka wao wakaviona. Kwa hiyo sidhani kama kucheka ndiko ambako kumenipeleka kule, kwa sababu hata majukumu niliyopewa tena sio ya kucheka. Kwa hiyo majukumu walionipa ni majukumu ambayo wao waliona mimi naweza kuyafanya, lakini si kucheka. Hawajasema mimi nicheke. Lakini mfano Brown, mimi nikiangalia namna ya ufanyaji wa ile maudhui ya sports, wengi wanafanya maudhui ya sports kwa ile labda serious, lakini wewe ukaja ukaifanya sports kuwa starehe. Yani nataka najua kabla ya Wasafi, yani hii idea ya kufanya sports kwa njia ya kustarehesha, wewe uliiona yani kwa jicho gani, na then ikaja kukupa matokeo? Okay, na hapo ndipo pana jibu la kwa nini nacheka, na hapo ndipo pana jibu huwa nacheka nini. Iko hivi. Mimi sijui kabisa michezo, kitu ambacho watu wengi hawafahamu. Mimi michezo sijui kabisa, lakini kwenye uwanda wa michezo, kwenye tasnia ya michezo, kwa mashabiki wa michezo, kuna vitu vitatu. Sasa hii ni mimi. Kuna vitu vitatu. Kitu cha kwanza kabisa, kuna wale mashabiki wa michezo ambao wao, yani mashabiki wa tuseme mpira wa miguu, wale ambao wao wanajua dakika 90 tu, wao wanadili na dakika 90 tu, wanatazama mpira. Furaha yao ni kutazama mpira, kuona kinachoendelea kwenye mpira. Sehemu ya pili, kuna mashabiki wale ambao wao wanafahamu, au furaha yao ni kufahamu kabla ya mchezo, ndani ya mchezo, na mara baada ya mchezo kipi kimejiri. Hao ndio wataalamu wenyewe. Sasa tuna kina George Ambagile, wakina Edo Kumwembe na wengine wengi. Sasa kuna wale kundi la tatu ambao ndo wanawakilishwa na mimi, ambao tuko wengi sana Tanzania hii, Afrika Mashariki, Afrika kwa ujumla. Ukiacha huko ambako mpira umeanzia. Sasa wale ambao wapo kwenye nafasi ya tatu, ambao mimi nipo hapo, ni wale ambao wao ni watu wa matokeo tu. Ameshinda ngapi? Bas ndio sisi tusojua mpira. Unasikia amezingua, hajatazama hata mpira. Yeye anafurahia tu matokeo, au kama kukasirishwa basi anakasirishwa tu na matokeo. Sasa kwenye watu ambao wao wanapenda matokeo, furaha yao ni matokeo, inategemea pia yuko timu gani. Kwa mfano mimi nikivaa viatu vya shabiki ambaye anafurahi timu yake imepata matokeo, nikivaa viatu vyake na furahi naye pamoja. Sasa furaha ya mpira iko hivi. Furaha ya mpira inakuja pale ambapo unafurahi huku unamkera yule aliyepoteza mchezo. Sawa sawa, Kwa hiyo mimi huwa navaa viatu vya yule shabiki aliyefurahi matokeo, aliyefurahia matokeo, sio yule aliyefurahia dakika 90, aliyefurahia kikosi, aliyefurahia mchezaji mmoja ndani ya mchezo. Hapana, mimi naungana na yule shabiki ambaye anafurahia matokeo. Kwa mfano, timu A imecheza na timu B. Timu A imepata ushindi. Yule shabiki ambaye atafurahia ushindi wa matokeo ya timu A, mimi naungana naye kwa kufurahi, kwa kumcheka yule ambaye amepoteza, ambaye ni timu B. Wamefungwa tena bwana. Yes, ndo iko hivyo. Iko hivyo tu, na ndipo ambapo sasa furaha inaambatana na kicheko. Lakini kicheko hichi ambacho wakati fulani mimi nacheka kinakuwa kina maana mbili. Kuna kicheko ambacho kicheko kile chenye uhalisia kwamba nacheka na furahi.
lakini kuna kicheko kile ambacho nacheka, najicheka wewe mwenyewe. Watu hawaelewi. na ndio maana pia kwenye kicheko hichi kuna kicheko huwa kinaambatana na machozi ndani yake. Nakupa kodi hapo. Yes. Mimi unapoeleza maelezo yako nimepata swali. Yes. Na mtazamaji atataka leo kujua. Naam. Na mimi nataka kujua. Yeah. Wewe ni shabiki wa Simba au ni shabiki wa Young Africans? Sasa kama nilivyokuambia mimi mpira siujui kabisa. Mimi mwenyewe bado sijajijua. Basi unafurahia matokeo ya timu gani ikishinda? Okay. Sasa na unaumia timu gani ikifungwa? Okay. Sasa iko hivi. Mimi bado sijajijua ni shabiki wa timu gani. Kwanza, mimi mwenyewe bado sijajijua. Na kutokujijua huku kumefanya mimi niwasikilize sana watu wanaonitazama, watu wanaonisikiliza. Wao wananisikiliza, wanapata hisia mimi ni shabiki wa timu gani. Watu wanaonitazama, wananitazama na wanapata hisia mimi ni shabiki wa timu gani. Kwa mfano, sisi na mwenzangu ambao tulikuwa tunafanya ile tukishirikisha pia timu nzima ambao tulikuwa tunafanya ile, tulikuwa tukifanya za kuicheka Simba haziendi kama zinavyoenda tukizicheka Yanga. Yaani tukicheka tukio la Yanga zinaenda sana, ila ukicheka huko Simba zinaenda lakini sio. Ila sasa tukicheka Simba zinauma sana. Nimekuelewa. Tukicheka Simba zinauma sana. Ila unanielewa vizuri lakini kwa mfano ile klipu ya wamefungwa tena ziko mbili. Ya kwanza kabisa ya wamefungwa tena ili tulikuwa tuna sema wamefungwa tena Yanga. Yanga alikuwa amepoteza michezo miwili kwenye ligi nafikiri. Tabora ikaja ya Azam gola GDC la nafikiri. Yes. Zile sasa baada ya kufungwa moja akaja kafungwa na inayofuata ndio tukasema wamefungwa tena. Kwa hiyo ikachukuliwa ile wamefungwa tena. Ikatembea ikaanza kutumika kwa Simba azifu Simba ndio amefungwa tena, lakini ile ilikuwa ni kwa ajili ya Yanga na ikawa inauma. Ikawa inauma kweli kweli. Na baadaye sasa ndio tukaja sasa tukaipiga ya Simba sasa mara baada ya Simba kufungwa tena tukaja tukaipiga kwenye Simba. Kwa hiyo ikaenda kwa kweli. Video yake pendwa ni video ambayo tuliisema Yanga ile wamegawa jezi ilikuwa wanagawa jezi ukitoa damu. Yes, ile. Sasa ile tulikuwa tunacheka, tunasema lile tukio, tunaliripoti lile tukio la Yanga kutoa jezi kwa watu wanaochangia damu. Kwa hiyo ile licha ya kwamba tumecheka, tumesema, tumeripoti tukio kwa namna ile la Yanga kama kuidhihaki, kama kuisanifu hivi. Lakini ndo ile ukasema Johnny. Yaani hivyo Johnny hivyo. Upande wetu. Yes, Johnny mfanye hivyo. Na ile ilikuwa nafikiri ni mara baada ya maombi ya wanayanga wengi kusema bwana tunawahitaji hawa kwenye Yanga Day, tunawahitaji hawa kwenye Yanga Day. Nakumbuka Purukushani siku hiyo ulikuwa nje pale nikaona nikasema vipi bana? Ukaniambia naenda mjini. Na ukanitania kwamba naenda mjini kwa mara ya kwanza. Ukaniambia wewe ulikuwa mjini ukarudi huko, mimi naenda mjini. Lakini uliporudi nadhani ulipa feedback nzuri sana namna ambavyo ulipokelewa. Na nachotaka kujua pengine ule mwaliko wa kwanza wa Yanga Day ulifungua milango kiasi gani zaidi? Najua milango mara ya kwanza ilikuwepo. Yes. Milango ni mingi ilikuja ikabisha hodi sana. Lakini najua lile tukio liliongeza milango zaidi. Hakika. Ni kwa namna gani? Ni kwa namna ya wengi walikuwa wanafurahishwa na tunachokifanya. Na tulikuwa tunaamini hivyo kupitia DM zetu. Kupitia akaunti zetu za mitandao ya kijamii, kupitia
account za radio. Sasa kwa namna gani milango ilifunguka zaidi kwenye tukio la Yanga ilikuwa ni hivi. Unajua kila mtu huwa anataka kuona nani amekuamini hadharani. Nani amekuamini wa kwanza. Kila mtu anataka aanze yule kwanza kuamini. Ngoja tusubiri nani ataanza kuamini. Yanga walivyotuamini na wakatuweka kabisa kwenye peji yao. Ile pia ilikuwa ni fursa ya watu wengi sana kusema Yanga wamewaamini hawa jamaa. Yanga wamewaamini hawa jamaa. Ile pia ikaongeza baadhi ya kundi fulani la watu ambalo lilikuwa linasubiri kuona hapo mbele hawa wataaminika na kina nani kwanza. Hawa yani ni vipi, ni upepo tu au ndo ngoma inaenda hivi. Nafikiri pia mara baada ya pale, kwa sababu pia tulipata nafasi ya kuweza kuonana na watu wengi sana. Watu wa maana wa maamuzi kwenye soka, watu wa maamuzi kwenye nchi tulionana nao, watu wenye ushawishi mkubwa sana kwenye masuala ya soka, tasnia mbalimbali. Ile ikawa sasa sio wageni tena wa baadhi pia ya taasisi mbalimbali kuendelea kutuamini zaidi na watu mbalimbali kuendelea kutuamini zaidi. Kwa hiyo ile naweza nikasema kwa namna moja ama nyingine ilikuwa nzuri sana, kwa sababu ilifungua moja kwa moja, ilifungua kwa kiasi kikubwa sana pia fursa nyingine nyingi ambazo zilifuata mara baada ya pale. Brown chapakazi si mtu wa kukurupuka. Hakika. Unaweza kumletea kitu mezani, akasema nipe muda nijifikirie. Hakika. Alafu kesho atakuja na majibu ambayo yamenyooka. Kwamba 1 2 3 hii hapana. Ofa nyingi sana zilikuja kabla. Hata kabla ya Yanga Day. Kuna wakati unaniambia bana, mdogo wangu hivi na hivi unanionyesha, sasa mimi ni mdogo wako. Bana hii hapana kusaga, ngoja nitulie kwanza. Lakini hii ya Wasafi kwa nini kuichomoa? Swali zuri. Sikuwahi katika maisha yangu kufikiri kuna siku moja mimi nitakuja fanya hii kazi nikiwa Dar es Salaam. Sikuwahi kufikiria na sikuwahi kutamani kufanya kazi nikiwa Dar es Salaam. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi nimekuwa mfuasi sana wa hichi nachokifanya, nikiangalia wale wa Dar es Salaam wanafanya nini. Kwa hiyo nikasema sasa haitakuwa rahisi mimi kwenda Dar es Salaam, kwa sababu asilimia kubwa mimi nawaangalia wale wa Dar es Salaam wanafanya nini na mimi wanafanya huko. Yes, kwa kiwango. Sasa hiyo ikawa inaniona mimi inanifanya mimi nione Dar es Salaam sio sehemu ambayo natakiwa mimi kwenda kufanya kazi. Kwanza nikawa nimetosheka pia na sehemu ambayo nilipo. Nikasema hapa natosha, mbona kila kitu sawa tu. Kwa hiyo sasa zilipokuwa zinakuja ofa mbalimbali, zinakuja fursa mbalimbali, zinakuja nafasi mbalimbali, ilikuwa inaniingiza kwenye hali ya kutafakari, kufikiri, kwa umakini sana kwamba hivi mimi naenda Dar es Salaam. Yaani mimi hivi ndio niende Dar es Salaam? Hapana. Nikawa na delay. Kuna wengine sijawajibu mimi mpaka leo, na walio wengi mimi sijawajibu sitaki au nataka. Mbali na hayo mambo mengine kwenye maisha yako binafsi, Brown unapenda vitu vya namna gani? Mimi kitu cha kwanza nachokipenda, mimi napenda sana muziki. Nasikiliza sana muziki. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho napenda. Kitu cha pili, mimi napenda vitu viwili. Napenda sana muziki, na kitu cha pili nachokipenda, mimi bwana napenda sana kufundisha. Napenda sana yani napenda mno. Niwe nafundisha chochote kile, napenda sana. Napenda sana. Hivyo ni vitu ambavyo mimi napenda. Cha kwanza muziki, cha pili mimi napenda sana kufundisha. Brown ni mbeba lawama, hii ina maana gani? Mimi ni mbeba lawama kwa sababu
Mimi mkosoaji sana. Ni mkosoaji sana, mkosoaji sana. Mtu wa kutotoa maelekezo sana. Mtu wa kutotoa maelekezo sana, alafu napenda kifanyike kitu ambacho mimi nimekielekeza. Yani napenda sana nimeelekeza jambo afu limefanyika. Napenda sana. Kwa hiyo ile kuna wakati fulani huwa inaniletea lawama nyingi sana. Kama jambo linaenda mrama, Brown akiletwa, huo ni mtu ambaye anamaliza matatizo. Ipi siri ya jambo hili? Mimi ni mkali wa behind the scene. Kwa sababu najua sana kusoma mchezo wa jambo lolote. Najua. Kwa hiyo mimi ni mkali sana wa behind the scene. Napenda sana behind the scene. Na ndio maana huwa inakuwa rahisi mahali popote ambapo nikipachikwa mimi alafu tayari nimeshapa zoom kabla. Menyoka hiyo. Brown ni, unaweza kusema ni umri umekwenda, lakini mambo yake ni kama ya vijana. Yani huwezi kumtabiri Brown. Unaweza ukamkuta na kijana mdogo, yeye anampa tu maelekezo. Hii kariba yako ya kukaa na labda makundi tofauti. Wewe yani hii inakusaidia vipi kuji-update wewe kwenye tasnia yako? Kitu cha kwanza, mimi ni mkubwa sana. Kiumri mimi ni mkubwa sana. Nikikutajia watu ambao mimi nimesoma nao, nimecheza nao, nimekuwa nao, utashtuka sana. Na wao wananitazama, wananiona na tunawasiliana, mambo yanakwenda. Lakini sasa shida inakuja wapi? Kwa nini naonekana na wakati fulani na watu ambao si watu wa jamii yangu? Mimi naji-update sana. Mimi ni mwepesi sana wa kusoma mazingira. Kwa mfano, watu wa rika yangu leo hii si watu ambao wanaweza wakawa wanayajua haya yanayofanyika leo. Wao wanabaki kuwa wapenzi watazamaji. Sasa mimi kwa haya yanayofanyika leo duniani, mimi nimeamua kujiingiza kwa vijana wa kileo. Nimewatengeneza wawe rafiki zangu ili nijue dunia sasa hivi inaenda vipi, ili na mimi niende nayo. Kwa kifupi, mimi sitaki kukua. Sitaki kabisa. Jambo likipita, liache lipite. Mimi nakuja na linalofuata. Najipachika kwa linalofuata. Naji-update kila kukicha. Kwa hiyo huwa naangalia hapa natakiwa kuwa na nani, hapa inabidi niwe na nani. Iko hivyo. Ukiangalia nyuma kwenye akaunti zako, ulikuwa si mtu ambaye mfuasi, yani muumini sana kutumia mitandao ya kijamii. Lakini ghafla ulivyokuja pap, mimi nataka nijue ipi siri ya kutoka kimya mpaka kuwa muumini sana wa kutumia hii mitandao ya kijamii? Ni vile vile. Unapojiunga na marafiki wengine, basi ile tabia yao unaivaa. Wanaenda vipi? Hawa ni wa mitandao sana ya kijamii. Kwa hiyo kama umejiunga nao, na wewe unaanza kuwa wa kwenye mitandao sana. Iko hivyo tu. Na ndio maana zamani sasa, wakati nipo na kizazi fulani, kilikuwa sio kizazi cha mitandaoni. Kwa hiyo nilipoachana na kile kizazi, sasa hivi nimejiunga na kizazi kingine, ndio maana ni kizazi cha mitandao. Ndio maana na mimi nimo humo mitandaoni sana sana. Ila mimi ni mtu mzima sana. Maisha ya ndoa ni matamu, si matamu? Maisha ya ndoa ni matamu sana. Maisha ya ndoa ni matamu sana. Sikwambie mtu. Si unasikia wanasema ndoa chungu, ndoa ngumu, ndoa mbaya. Unasikia kwamba walio kwenye ndoa wanataka kutoka. Leo mimi nakwambia, wanawadanganya, wanawatisha, wanataka zile raha wanazozipata kwenye ndoa wazipate wao peke yao. Yani wabinafsi sana. Vuta picha, unarudi nyumbani, umeandaliwa chakula. Hapo nyumbani unafuliwa nguo. Hapo nyumbani unafanya maamuzi. Hapo nyumbani unaulizwa unachokitaka. Raha sio raha. Sasa ukiwa hapo kwenye ndoa, hayo mambo utayapata wapi? Unapata kwa kuyagaramia sana. Sasa kwa nini? Huku ni bure kabisa.
Brown maneno yake mengi ukimuuliza 1 2 3 atakwambia familia. Familia front. Kwa nini familia front? Imenibadilisha kwa kiwango kikubwa sana. Sikuwa hivi kabla ya kutokuwa na familia. Familia imekuja na baraka nyingi sana. Mimi mambo mengi sana yameenda sawa mara baada ya kuwa na familia. Hivyo basi familia naendelea kuipa kipaumbele, nikiamini kwamba familia ndio inaniletea kila kitu ninachokipata kwenye maisha haya napokuwa na familia. Maisha haya ambayo nimeanza kuishi nikiwa na family. Kwa hiyo kila kitu mimi ni family. Familia umeiacha mkoani sasa. Wewe unajihisi vipi mpweke? Na kipaumbele chako familia namba 1. Kuwa mbali hivi. Naishi maisha ambayo sijawahi kuyaishi toka nizaliwa. Naishi maisha ambayo sijawahi kuishi toka nizaliwa. Tangu nizaliwa. Mimi nilizaliwa nikaanza kuishi na family kwa maana ya baba na mama. Nilipomaliza maisha ya baba na mama kwa wazazi, nikaanza kuishi maisha ya mimi kama baba wa familia, mimi kama mume. Sawa. Leo naishi maisha ya mimi kama mimi. Family naipigia simu, licha kwamba kuna muda na kwenda naiona, kuna muda inakuja naiona, lakini sijawahi kuishi maisha haya. Lakini itabidi niyazoee kutokana na kilichonileta. Itabidi niyazoee. Na nitayazoea, ila si rahisi. Na mazoea haya yanaweza kaniletea matokeo ambayo yanaweza kanigharimu. Yanaweza kanigharimu kwa namna moja ama nyingine, lakini si rahisi kuzoea. Sisemi nitashindwa kuzoea. Mungu atafanya wepesi. Chochote kitakachotokea ni heri. Kama nitashindwa kuzoea, heri pia. Kama nitaweza kuzoea, ni heri. Ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Baraka za mama watoto, wakati unamwambia bwana nipata fursa mjini na taji kwenda kujaribu kwenda kwa vipi? Maana mkeo lazima akupe baraka. Unajua ndoa ni kama taasisi. Ili uweze kufanya maamuzi peke yako. Sasa zile baraka. Yeye alisema nini? Nilijua hawezi kukubali. Hawezi kukubali nilichokifanya. Sikumwambia. Sikumwambia kabisa. Mpaka pale ambapo nilitumiwa mkataba. Nilipotumiwa mkataba, nikampa yeye. Meneja alikaa nao kama mwezi. Wakati unaanza kuna watu walikuwa wanasema una mkopi mtangazaji fulani. Pengine hii ya kumkopi mtangazaji fulani wewe imekusaidia kufika ulipo? Na mkopi wanasema na mkopi nani? Wengine wanasema Maulid Kitenge wa bei ya jioni. Niliona hiyo Maulid Kitenge wa kuchemshwa, Maulid Kitenge wa kambo. Tanzania. Tayari sana. Yes, Maulid Kitenge wa Kenya. Niliitwa hivyo pia. Ndio. Maulid Kitenge wa Njombe. Okay. Mimi watu wanatakiwa kufahamu kitu. Mimi yani chochote ambacho wanakiona kwangu, chochote ambacho wanakifurahia kwenye kazi yangu ni matokeo. Mimi ni matokeo. Matokeo gani? Matokeo ya watangazaji wawili. Watangazaji wawili wanachokifanya, walichokuwa wanakifanya, chembe zao ndio zimeleta hichi ambacho mimi nakifanya. Fred Fidelis. Fredwa marehemu. Kimchukua marehemu Fred Fidelis, Fredwa, kamchukua na Maulid wa Kitenge, ukiwajumlisha sawa lile jibu litakalopatikana ndo mimi hapa. Kwa hiyo hawakosei. Wako sawa. Anapata ukakasi, lakini kitu kingine ambacho unachokisema, mwaka unavyoanza ulisema huu ni mwaka wa kujifunza. Ukajifunza kwa hawa au ulianza kujifunza toka mwanzoni na mwisho wa mwaka unaisha matokeo yake umekwenda sawa?
Hii kauli ilitoka muktadha gani? Ulikuwa ni mwaka wa kujifunza kwa maana ya mazingira ya kazi ambayo nilikuwa nimeianza katika kituo changu kipya. Ukawa ni mwaka wa kujifunza. Mara baada ya kujifunza, ukawa sasa ni mwaka wa kuonyesha kile nilichojifunza. Mara baada ya kuonyesha kile nilichojifunza, sasa nakwenda kukionyesha kile nilichojifunza kwa upana zaidi.